nini? Amekufa. Baba! Baba! Dada, wewe ndio mwanamke wa Kazungu? Nimesikia unatembea na masumbuko. Mimi natembea na masumbuko? Nilipata simulizi lakini. Wewe kaka umechanganyikiwa wewe. Kweli? Toka lini mimi natembea na masumbuko na mimi na mume wangu? Mimi hapa nimechanganyikiwa muda huu yani. Sasa unajiona hapo sahihi kweli? Unitamia kuniambia mambo kama dada yangu. Tuliza mambo haya. Unajua mtu, kama mwanamke wa mtu unaheshimika. Unaona, hata pia mtaani wanajua kama wewe mwanamke wa mtu takia ajali heshima na makubwa madogo yanaona hivi. Kwa maana kuita hapa na bora tukae tuongee kwa nakwambia kitu ambacho ukweli cha maisha. Yaani kuniita kote kule ndio unaniambia habari za maisha. Kwa hiyo unajua sana kuchunguza maisha ya watu kuliko maisha yako. Dada yangu, mbona unapaniki sana wakati mimi naongea kwa busara tena jangu? Lazima nipaniki kwa sababu unavyoniambia haviniingia akilini. Huyo masumbuko kwanza sina muda naye, ninamheshimu kama kaka yangu. Wewe leo tena unaniita afu unaniambia habari za kusema mimi natembea naye. Mimi ndo mnaigombanishaga ndoa za watu. Wewe ndio mwanamke wa nani? Wa Kazungu wewe. Ndio mimi. Nipate simulizi kama wewe unatembea na masumbuko. Ndio nakwambia tembea naye. Mbona unapenda kunifuatilia wewe kaka vipi? Kama sio hivi. Wa mtu hapo anatoka anaacha katika ndoa yake hapo anaenda kwamba na wengine, yani inaniumaga sana yani. Binadamu kazi. Kwa umekaa umefikiria umeamua uniite uniambie upumbavu wako. Mimi bwana nasema kwa mimi mtu wa busara mtaani. Kwa hiyo mimi kama napata ile jambo yani naumia mimi hapa. Busara zako peleka huko. Mimi sijagombana na mume wangu na sasa toka na mwanaume mwingine tofauti na mume wangu. Unanielewa? Kama kufuatilia mambo yangu. Mungu. Wasamea. Mungu wako peleka huko. Kumbe upo hivi dada yangu. Nini kuweka habari ndio hiyo. Mambo tuje kuweka sawa. Unaona? Sina muda kupoteza na wewe. Kuanzia leo naomba sitaki uendelee kunifuatilia. Fanya mambo yako. Dada yangu. Kwa hiyo jamani. Na binti wa Saika wana maneno hivi. Naona napiga tu mwanangu hapo. Piga baba. Hii hapo uchomoke kabisa. Ile. Kama hapo unachomoka? Hapo uchomoke. Maana kuona tu unavyokuwa mwenyewe unachekelea meno yote nje. Lazima nichekelea hapa sina mfuga na kujua wewe. Yaani hapa lazima maana siku Mungu wako na mfungera kwa leo. Kwa leo hapana. Kwa leo uweze kuchomoka kwa ile. Sasa mzee baba anakuelewa sana. Kwa ile maana wadogo zetu siku hizi mkijua kucheza mnasumbua sana. Kwa ile. Kwa hiyo uweze kuchomoka ile. Cheza sasa tuone hapa. Kwa ndugu yangu nacheza ni game ndio limeisha. Alafu na kingine mimi siwezi kunifunga wakati una mawazo ndugu yangu kwa sababu siku hizo wanakugongea. Kabisa. Wanakugongea. Wewe unamjua? Eti unamjua wewe mjui? Mimi simjui. Kwa vile tunaanza kucheza hapo ujue na kuangalia tu yani. Najua kabisa wewe utakuwa na mawazo. Kwa sababu wewe kucheza unajua sana. Leo nimekuwa mimi kwa sababu utakuwa na mawazo ndugu yangu. Sasa Mjamzito kwa nini jamaa mbona anakuzalisha sana? Afu isitoshe kugongea sio tatizo. Anamuingiza mwanaume hadi ndani kwako kweli? Kazungu. Mbona unatuzalisha wanaume bwana? Onyesha ujali wako bwana. Wewe unachoongea na kinacho. Kwani hujai kusikia?
Yaani mimi sijaisikia. Basi ndio hivyo, mke wako anakugongea na dogo Masumbuko yule. So ndio kuna dogo fulani hivi shalo nini akipita nini, napenda sana kuvaa koti ya CCM na t-shirt la Mama Samia. Sio ndo kali nini, dogo fulani hivi kikoba hapo ni sio dogo, anakugongea mke wako kabisa. Tena yule nimemuona akiwa mara nyingi sana na mke wako kuliko hata wewe ukiwa na mke wako. Tena mara ya mwisho jana nimemuona yule dogo anaingia ndani. Sema wewe simu ukiwa shambani sio upatikane, nimekucheki kwa simu wewe njoo fumania upatikana. Mwanangu sio unajua siku hizo ulinda mwanangu, utakaa majumbani unafanya nini huko? Kwa hiyo ndio hivi sasa, tengeneza mchongo. Dogo anakugongea, anakudhalilisha bwana. Fresh mwanangu, haina mbaya wala nini. Haina mbaya mwanangu. Au vipi? Tunaendelea, unaenda nyumbani? Mwanangu mimi kwa hapa nitakuwa nimeishia hapa. Sasa sikia nikwambie, ongezea onyo sasa. Mke wako mimi namjua sana, mke wako ni mtu mdomo sana. Asije kanijazia hizi ndugu yangu. Nimekuambia hivi kwa sababu nakuona tunahangaika wote, tunafanya shughuli nyingi sana tukioe na mimi. Sasa mimi sitaki nione ile hali wanayekugongea. Kwa hiyo mimi ninakwambia, wewe mtoto kiume kifua sio unacho? Ndio nacho. Ndio si mnagandisha? Safi kabisa. Fanya upelelezi, si unaondoka hapo unaenda kumwambia mke wako, wewe nimekutana na Fungo kijiweni, sio kaniambia Masumbuko anakuja analala na kula ugali. Ndugu yangu. Kama sitakwambia tena jambo lingine lolote. Yaani ukishaharibu hapa maana yake huwezi kufumania chochote kile. Kaza. Sawa. Au tunafika nyumbani unaanza kumpiga mwanamke, hapana. Fanya kwa hiyo jamaa anavyomjua. Kesho tunamfumania. Usiniambie habari hizo mwanangu. Kesho namfumania. Jua inaniuma mwanangu. Sema nini? Kuna game la Yanga na Azam. Ngoja mimi nikawae wewe nenda nyumbani ndugu yangu. Kwa mwanangu, ngoja kuangalia mpira usije ndugu yangu, sio kusababisha ugomvi. Maana kutembea bila kisu uwezi na mpirani kuna nakwambia. Na mwanangu mimi na. Sasa fresh wewe kaza kikubwa ukaze. Poa fresh mwanangu. Basi baridi ndugu yangu. Sasa ile bao hili. Hapa cha kuzingatia wewe nenda ndugu yangu. Hapa cha kuzingatia mwanangu kete hivi. Najua ile gogo ile aweza kaiba hili. Hilo anaiba anapeleka wapi ile? Huyu jamaa pole sana bwana. Kirahisi hivyo yani. Wewe acha. Yaani mimi mwanaume aingie ndani kwangu na mke wangu. Ila sawa. Kwa sababu mimi sijaoa bwana. Ndio maana mimi kuoa bwana sitaki. Bwana na wanawake wa 2000 hawaridhiki. Leo kwa Shabani, kesho kwa Juma. Kesho kuta kwa Abduli, siku naifika kwa Umar. Tatizo nini? Kama sio mimba tu ale bwana wake. Ngoja nimeficha hapa. Salama kwema? Kwema. Uzima upo? Uzima upo. Wewe ndio unasumbuka? Mimi nasumbuka wewe. Wewe? Kuna mambo fulani kuna simulizi nilipata yani mtaani. Nasema wewe hapo unatembea na mke wa Kazungu. Mke wa mtu? Mke wa mtu. Mimi? Wewe hapa. Wewe ndio unasumbuka? Anafananisha. Mimi ndio masumbuko na wewe unanijua fika kabisa. Ila mimi sijawahi kutembea na mke wa bwana Kazungu na namheshimu kama shemeji yangu. Popote ninapomwona mimi na maana shemeji habari, safi kwema nimepita. Sasa sema labda mimi nitembea na mke wa Kazungu, eti mwe baba nani? Msemishi dada kupenda sio nini na nini, mimi hapa sinaga ndugu yangu. Labda patia kisa kabisa ili kusudi ujue hilo. Mimi sijawahi sijapenda itokee hiyo hivi. Nafikiria yani wewe hapa kama mke wa Kazungu kama anaondoka wewe hapo unafanya unaenda nayo kwenye kuni, kwenye wapi? Sasa na mara nyingi sana ni kama napita mtaani na nafikiria kama bana kazi Masumbuko. Naona. Unajua wewe kijana nakwambia kitu. Vijana wa sasa hivi yani kama ni hapa yani nitakiwa umkae mtu. Kama unataka kuoa mtafute mwanamke ambaye sio mwanamke wa mtu unamuoa. Maana kumbe wapo wengi. Yaani huyu mwanamke kumwoa huyo ni kweli najua wanawake kwa wengi na mimi najua huyu ni mke wa mtu. Sawa? Kazungu mimi ni brother zangu kabisa. Na yule ni shemeji yangu. Mimi haiwezi katokea kwa leo hivi. Mimi natoka hapa eti nikampa shemeji yangu pale. Kwa bana eti bana mimi nimekuja hapa shemeji yangu sisi nakupenda, sijui nataka nifanye hivi, sijui hivi na hivi. Sijataka hiyo kitu kitokee na sijapenda nitaraji kufanya hivi. Mimi sihitaji na sijapenda na sitaki kufanya mapenzi na hiyo. Sihitaji kabisa nani nifuatilie na mheshimu kama shemeji yangu. Wewe habari msipata wapi? Nipate tu hapa kana kujua. Jamaa akapata taarifa lakini bado anafanyaje? Si mimi mpana nani ndio yeye kwa mwelekeo kama na kukamata jamaa yule bwana.
Sio mtu poa. Kazungu bwana mkatili. Labda mimi ni kwa hiyo kitu labda. Sawa? Kwa mimi sipo na yeye kitu vile. Sawa? Huyu Kazungu sio nani? Yeye afanya lolote lile. Sawa? Aliweza yeye alifanya. Mimi sipo na mke wake na sipo tayari nifuatilie na habari hizo alikwambia kudanganya. Au kama umestunga mwenyewe niambie, kwa nini umestunga mwenyewe? Wewe unataka mimi kusudi ngombanishe mimi na bwana Kazungu. Maana mimi kuna vijana nilikuwa nipo nyumbani wananipata na sambana mwite yule nani Masumbuko anataka. Yupo na nani? Yupo na mwanamke wa Kazungu. Unaona? Sasa sikia kwani nilipata taarifa hiyo ni amala mfanya kupotezea. Unaona? Baada ya kupotezea na ngoja nimtafute Masumbuko, nimvute ili nimuulize. Unaona? Na jamaa nilipata simulizi kapata taarifa. Lakini hataki kufanyaje kutangaza. Anafanya upelelezi. Na yule bwana mkatili anaweza kukamata hapa anaweza kufanyia kitu chochote. Ni jangu nakwambia kitu bwana kijana. Unajua mimi mtu ambaye heshima. Unaona? Alafu nikubali sana mtu ambaye anakwambia kitu cha ukweli. Kuliko mtu anakuletea nini? Maneno ambayo mtaani. Unaona? Yaani kama sasa ndugu yangu mimi niko leo nikwambia. Na mimi sijafanya jambo hili. Tena nakuomba kama hauna kitu cha kufanya bora upatie maisha yako ujue unaendeshaje. Sio kunipatia mimi. Mimi sipo naye na sisi. Yaani nikwambie hivi, kwa sipo naye na sitaji niwe naye, sawa? Sawa. Waliokuambia wamekudanganya. Kweli? Si kweli. Mimi mwanangu manake masuala kushushiana mimi siyataki na siyapendi. Sawa, kama nakukosea. Sio hapo umenikosea kwa sababu haizani umeniita huko kuja napita na msafara wangu bwana jamaa kesho njoo nikwambie kitu. Haya, bwana Masumbuko nimekuja. Eti jambo lina kuniambia ndio hili. Mimi sipo naye mzee sawa? Tuheshimiane. Si kila muda. Acha ushamba wewe. Habari gani hizi bwana wewe siku tunazana mama moja tu bwana. Achana mimi. Shida sana yani. Nasaidia. Wazee shikamoni. Marahaba za nyumbani. Salama tu, habari za hapa? Salama. Salama tu, habari ya kazi? Salama. Asante sana wazee. Karibu sana. Jamani wazee 80. Nimekuja hapa nina tatizo kidogo mbele hapa. Ndio. Sawa. Ndio. Nyumbani kila siku kuna mtafaruku nyumbani mimi na mwenzangu. Ndio. Mimi ninapotoka kwenda kutafuta mwenzangu anaingiza wanaume ndani. Ndio. Nikimuuliza mwenzangu sauti inapanda juu. Nashindwa kumwelewa. Kwa hiyo nimeona sio vyema kufikisha kwanza taarifa hapa kabla sijaje na yeye mwenyewe. Ndio hicho kilichonileta hapa ni wazee. Sawa. Lakini binti yetu mbona hana tabia kama hii? Ni kweli unaweza kusema hivyo, lakini mara nyingi nikitoka wanaomuona ndo wanaoniambia, na zaidi kama wiki hivi nazidi kupeleza, sometime wanaomuona wanazidi kuniambia sawa, na mpaka kijana ambaye anatembea naye wameniambia kwamba ni fulani anaitwa Masumbuko. Kwa hiyo mwenzangu nikimuuliza anapauka, kwa nimeona si ugomvi tena sana, ni bora nisikwaza kwa wazazi. Watu hawataki maelewano kati ya wewe na mke wako, ni wanataka ugombanifu. Hivyo anakupima akili, kama huyu kijana tukimwambia hivi itakuwaje? Ataenda kwa wazazi wake au vipi? Ndio kisa cha kufanya chokochoko ili wewe ugombane na mke wako. Unanielewa kijana? Nimekuelewa mama. Ndio hivyo. Kwa kweli binti yetu toka tuanze kukaa kwa kweli hatujamuona akifanya kama hivi. Sawa, mimi nimekuelewa mama unachoongea, lakini siku zote anasema lisemalo lipo. Kama alipo unakuja. Sawa, nitakuja na mwenzangu mpaka hapa, tutakata zungumza zaidi kama itakuwa kweli au sio kweli. Lakini na uhakika kwa asilimia zote. Sawa. Ukija na yeye mwenyewe ndo tutajua ni nini cha kuongea. Eti bwanangu. Naam. Kwa mawazo yako mwenzangu unasemaje? Ndio maana mimi nimekaa kimya hapa nilikuwa nasikiliza maelekezo alikuwa anatoa mtoto wetu, kijana wetu, mjana wetu. Kwa kweli haingii vizuri akilini. Kwa sababu binti tokea utoto wake mpaka amekuwa mtu mzima sasa hivi mpaka anakuja kumwoa yeye. Hana tabia
za kurukaruka. Sasa natushangaa tabia hii hajikuipata sasa hivi. Ndio maana mimi nimekaa kimya, nilikuwa nasikiliza hapo, mke wangu najitahidi kumwelekeza, lakini nilikuwa nakaa kimya nasikiliza. Hivi tabia hii haja badilika sasa hivi huyu mtoto wetu. Alafu nikwambia kitu kimoja, usipende kusikia maneno ya watu kama alivyoongea mama yako hapa. Watu naona Ngurumbili, inawezekanika katika watu kuna watu wamekufikiria wewe, inawezekanika labda unakuja kuambia maneno labda ndio anamtaka ubiti. Sasa wewe unatakiwa ukae na akili yako. Mimi nimeelewa. Nimekuelewa mzee. Usipende kusikiza maneno ya watu. Sisi binti yetu tokea tumemlea mpaka amekuwa hapa, mpaka unakuja kumwoa wewe, hajakuwa na tabia ya kipuzi hata siku moja. Sawa mzee, mimi nimekuelewa. Kwa sababu mpaka nimekuja kukwambia hivi, Ndiyo. Kuna siku zaidi ya siku hizi 2 nilishawahi kutoka nikamwambia natoka. Sawa, nikamweka kama mtego. Alafu mimi nyuma nikarudi. Toka muda ambao saa 12 nilirudi pale nyumbani. Mpaka inafika saa 1 usiku sijamkuta. Namuuliza, anasema nilikuwepo kwa rafiki yangu. Sawa. Nilipofanya upelelezi mpaka kwa rafiki yake akasema hapa hajafika toka asubuhi. Zaidi ya siku hizi 2. Ndio maana nikaona sio vyema sana nifike kwanza kwa wazee. Basi sawa. Mimi naamini badi umetuelekeza sisi kama wazazi. Ndio. Tutatengeneza mazingira, tutamwita binti yetu, tutakaa naye, tutaongea naye. Lakini mimi ninapoelewa, ndio, na ninapomfahamu sana yule binti yetu, hana tabia kama hiyo. Lakini kwa kuwa mtu anakwenda na kubadilika, tutamuita, tutaongea naye. Au mke wangu unasemaje? Ndio hivyo hivyo. Bora tumuite mwanetu. Na siku nakutaka kuja hawa waje wote. Sawa sawa. Mtu na mke wake. Sawa sawa. Basi sawa wangu, mimi naona bora niwaache kwanza nikaendelee na shughuli zingine. Asante. Na watakieni siku njema. Haya, karibu sana. Tutaonana tena. Haya, karibu tena. Haya, msalimie na shemeji yangu. Haya hapo. Haya, nalala ndani. Haya. Kitangu. Najua pamoja na kwamba nitaishi kumtetea binti yetu. Lakini inawezekana jambo likali na ukweli ndani yake. Kwa sababu yule hatuwezi tukasema yule siji. Kwa sababu kama ninavyozungumza kwamba kuna siku kamtega, kaondoka, sema yeye kaondoka, lakini baadaye kaja kumkuta. Kweli. Inawezekana hili jambo likali na ukweli ndani yake. Yaani kabadilika sana. Unamwona jinsi anavyofuta kwa nyumbani jinsi alivyo. Tofauti na kipindi cha kwanza. Ndio. Jana nakuta maana anaoga, mara sio anabadilisha nguo, mara sio anasambaza. Ananiita yule Huseni. Tena niita yule nani Hasani. Huyu Hasani rafiki yake kivipi? Huyu Hasani rafiki nani anamjuaje? Mara kwanza mbona hakuwa hivyo? Kwani sasa hivi abadilike hivyo? Sio kwa Huseni, sio kwa Bakari, sio kwa nani? Sasa mke wangu, kumbe unamuona mtoto wetu, unamuona kutoka sababu mimi hujawahi kuniambia hata siku moja. Mume wangu, hivi mtoto wetu unamwambia mbona unaona kama ana mabadiliko? Mbona hujawahi kuniambia hata siku moja? Nilijua wale sikasoma nao kwa mazoea tu. Hata kumbe mazoea yenyewe ndio imekuwa kama hayo, anakuja kulalamika hapa. Nilijua mazoea sababu watu kasoma nao. Ndio. Najua ni mazoea. Kumbe mazoea yamekotana mengine. Basi sawa, nimekuelewa mke wangu. Ngoja tutengeneze mazingira, tuwaite, tuweze kukaa nao, tuweze kuongea nao. Haina shida. Sasa hivi umeshaandaa chochote? Sijapika bado. Basi fanya mpango njia na nyuma. Ndio nimerudi shamba sasa hivi ndugu yangu kweli. Hapo leo uache kulima muda mrefu, unalima we. Mume wangu. Na mke wangu. Kama nilisahau kuna kipande cha boga nilikuachia kimoja. Tena nitashukuru sana. Alafu ujue na mnao kwa sijakula siku nyingi. Ngoja nikakuchukulia basi mume wangu. Asante mke wangu. Haya. Yaani duniani hapa sasa hivi duniani unakaa mara unasikia hili, mara unasikia hili. Na mabinti nao siku hizi kutulia hawataki, basi changamoto tu. Karibu mume wangu. Asante sana mke wangu. Asante sana. Wewe basi kula basi na wewe mke wangu. Nimeshakula. Kweli? Au nikuonje kidogo unasema sisi. Nikuonje. Basi chukua kidogo tu. Chukua. Asante sana. Tamu hiyo. Sikalipo ni mama nani? Mama nani? Wewe tunapakana na shambani kule. Basi kesho kamuombe tena mke wangu. Anauza mwezio. Muombe. Kaombe. Haya.
hapa jamani. Sasa ngapi? Kwa mbili bado hajafika jamani. Kwani mpigie kwa simu. Hata nifanya hadi mchelewe kufika jamani. Mwisho tukamatwa hapa hapa. Ndio ushaenda huko kwanza sijapigia wangu. Wewe vipi bwana, mbona mnanitisha jamani? Aise, hapo kwanza nilishtuka nusu nzimie. Na wewe unaoga? Ona fisi na uoga, mko mtu wa kike bwana.